Natamani nikuone
We worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Reign the foundation of the world. You are here, moving in this place, touching every soul. We worship you. We worship. What did I say? Waymaker, say you are Waymaker. Miracle kwenye kiti chake Baba, tutasalimia. Sisi sote tutasalimiana. Tutasalimiana. Sisi sote tuzunguka kwenye kiti chake. Wako wapi? Tutasalimiana. Wapi vigelegele vya shangwe kwa Bwana? Unaweza sogea tucheze pamoja. Tutaimba, tutaimba Hosana, tutaimba, tutaimba Hosana, tukizunguka zunguka, wewe kiti chake, tutaimba Hosana, wote tutaimba, tutaimba Hosana, tutaimba Hosana, Hosana. Wewe tutaimba, tutaimba Hosana, tutaimba Hosana. Come on now, dance with Jesus. 1, 2, 3. Wapi makofi ya shangwe na vigelegele kwa Bwana?
mkanda, pambana, pambana naye, funga mkanda, pambana, pambana nasi, funga mkanda, pambana, pambana naye, funga mkanda, pambana. Kuna mtu anaelewa? Funga mkanda, pambana, pambana naye, funga mkanda, pambana, pambana naye. Funga mkanda, pambana, pambana na shetani, funga mkanda.
nakupenda. Hebu tumwambie tena Bwana, umeinuliwa, umeinuliwa zaidi ya milima yote duniani. Umestahili Baba, umestahili Baba. Yesu nani wa kufanana na wewe? Yesu nani wa kulingana na wewe? Yesu nani apokezane utukufu na wewe? Hakuna Baba. Yesu nani apokezane utukufu na wewe? Yesu nani ampe sifa mwingine zaidi yako? Umestahili Yesu. Uko tayari kupiga kelele sasa? Ukumbi mzima tutapiga kelele. Oh, da, 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 da. Hizo kelele tutapiga kelele. Oh, da, 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 da. Oh, da, da. Hizo kelele tutapiga kelele. Salumbata tutapiga kelele. Mwambie tena, umestahili Yesu. Umestahili Baba. Yesu umestahili Yesu. Unaweza kumpenda Yesu kwa kucheza, unaweza kumpenda Yesu kwa kutabasamu, unaweza kumpenda Yesu kwa kumshangilia. Twende, 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 twende. Wadada vigelegele vinacho wapi? Sasa tutahesabu mpaka 3, alafu tutapiga kelele kwa Yesu kabisa. Ukiweza kurukaruka, ukiweza kushangilia, ukiweza kukimbia kimbia. Haya, moja, mbili, kelele kwa Mungu awabariki sana kuweza kutokelezea uweponi mwa Mungu na kumpenda Mungu kwa namna hiyo ambayo mmempenda. Mungu wa mbinguni awabariki sana, wala asiwapungukie, fadhili zake zikapate kwa pamoja na ninyi. Haleluya. Ibada yetu inaitwa ufalme wako uje. Bwana Yesu asifiwe. Ibada inaitwa ufalme wako uje. Na kwa nini tunasema ufalme wako uje? Kwa sababu Mungu anapokuwa na tabanako na mwanadamu, Mungu anapoishi na mwanadamu, Mungu anapofanyika Immanueli na mwanadamu, kuna vitu ambavyo vinatokea visivyo vya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Vile vitu ambavyo mwanadamu hawezi kuviopaleti katika mazingira ya kawaida, anapokuwa na Mungu, Mungu anampa uweza wa kufanya zaidi ya uwezo wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anachokifanya ni kukupa nguvu ya kufanya zaidi ya vile ambavyo ulitegemea kufanya nini? Kufanya.
ndio maana ibada hii tukaita ufalme wako uje. Kwa tunauhitaji ufalme wa Mungu kwenye biashara zetu, tunahitaji ufalme wa Mungu kwenye ndoa zetu, tunahitaji ufalme wa Mungu kwenye malezi ya watoto wetu, tunahitaji ufalme wa Mungu mahali petu pa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama Mungu asipoingilia kati vitu vyote tunavyovifanya, basi kuna sehemu tutafika, alafu tutashindwa kufikia malengo, kwa sababu uwezo wetu wa kufikiri, uwezo wetu wa kutatua changamoto ni mdogo kulinganisha na uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunahitaji sana uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu, na ndio maana tunahitaji sana Mungu aweze kwenda pamoja nasi kwenye safari yetu ya maisha, kwenye safari yetu ya biashara, kwenye safari yetu ya ndoa, kwenye safari yetu ya kazi. Mahali pale ulipoajiriwa unahitaji sana utembee na Mungu. Nampenda sana Musa. Musa alimwambia Mungu kwamba kama uso wako usipokwenda pamoja nasi, basi usitutoe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Musa alitambua kwamba safari yao ingekuwa ngumu kama wasingeweza kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata sisi safari yetu ya maisha tunahitaji sana uwepo wa Mungu tuweze kutembea naye. Kwa maana tusipoweza kutembea na Mungu kwenye safari ya maisha yetu, kuna mahali tu tutafika tutakwama, wala hatuwezi kufika kwenye hatima ya mambo ambayo tunategemea. Ndio maana ibada hii inaitwa ufalme wako uje. Tunauhitaji sana ufalme wa Mungu kwenye maisha yetu. Tunahitaji sana ufalme wa Mungu kwenye safari yetu ya maisha. Maana ufalme wa Mungu unapokuwepo pamoja nasi, hakuna kitu ambacho tunaweza tukakifanya na tukashindwa. Hakuna jambo tunaweza tukalifanya na likafeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo somo letu kuu linapatikana kwenye kitabu cha Mathayo 6:9. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nasoma hii mistari mitatu, kuna vitu nikanajiuliza, kwa nini Yesu alikuwa anawafundisha hii sala wanafunzi wake? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anasema Baba yetu uliye mbinguni. Kwani kuna baba anayepatikana kwenye mazingira mengine ukiacha na Mungu anayepatikana mbinguni? Anasema Baba yetu uliye mbinguni. Nikanajiuliza, kwani kuna baba mwingine? Na kama yupo, anaishi wapi? Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema jina lako litukuzwe. Nikanajiuliza, kwani kulikuwa kuna jina lingine linatukuzwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ufalme wako uje. Lakini nikajiuliza, kabla ya Yesu kuja, ni ufalme gani mwingine ambao ulikuwako mpaka Yesu anawafundisha hii sala wanafunzi wake kwamba ufalme wako uje? Kwa ina maana sasa haukuwepo, na kama ukuwepo ulienda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Sasa Yesu wakati anafundisha hii sala, kabla ya hapo mapenzi ya nani yalikuwa yanatimizwa? Na je, baada ya Yesu kuwafundisha sala hii wanafunzi wake na kuondoka na kutuachia Roho Mtakatifu na mitume kuanza kufanya kazi ya Mungu duniani, mapenzi ya Mungu yanatimizwa? Na kama yatimizwi, kwa nini? Na kama yanatimizwa katika kiwango ambacho Yesu alikitegemea? Bwana Yesu asifiwe. Anasema utupe leo riziki yetu. Kwani kabla ya Yesu kuweko, kabla ya Yesu kuja, wakati dunia ilipokuwa imeharibika, riziki zetu zilikuwa zinatokana na nani? Kwa kumbe kuna Mungu wa dunia hii. Kuna Mungu wa dunia hii ndiye aliyepofusha fikra za watu, ndiye aliyewafanya watu wasimuone Mungu katika kiwango ambacho wao wanamtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra za watu. Kwa kumbe moja ya sababu ya Yesu kuja kuukomboa ulimwengu, moja ya sababu ya Yesu kuja kutafuta kilichopotea, ni kwa sababu Mungu wa dunia hii ambaye ndiye Shetani amepofusha fikra za watu. Ogopa sana Shetani akakutia upofu, kwa sababu Shetani akikutia upofu, hakuna kitu ambacho unaweza ukakiona kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tu ukajaribu siku moja, fumba macho, kuanzia pale nyumbani kwako utembee mpaka sehemu unayokusudia kwenda, aidha ni sokoni au kazini. Ujaribu kuone kama utafika kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Si rahisi. Sasa Shetani anachokifanya inataka kufanana na hivyo hivyo, kwamba unakuwa unaishi kwa kupapasa, huna uhakika, unakuwa unakosa imani. Kwa sababu gani? Unaishi kwa kupapasa kila kitu mpaka uambiwe kikoje. Kama unaweza ukayaona mambo ambayo hayaonekani, basi wewe fikra yako haijapofushwa na Mungu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kusudi la Mungu kwamba watoto wangu wanaoishi duniani fikra zao zisipofushwe, wawe na uwezo wa kumuona Mungu, wawe na uwezo wa kumtumainia Mungu na Mungu akamuona, wawe na uwezo wa kumtaka Mungu na Mungu akutane naye. Sasa Shetani alipopofusha fikra zetu, ndipo Mungu akamtuma mwanae ili kusudi yeye afanyike nuru na taa ya ulimwengu, ili kusudi mambo ya gizani yamurikwe.
tuweze kuona utukufu wa Mungu, tuweze kumwona Mungu kwa ukubwa wake. Mungu wa dunia hii ni mbaya sana, anaweza akapofusha hata biashara yako. Sio kwamba ni mbaya, ni nzuri, ila wateja hawaoni. Umefuata taratibu zote za kufungua biashara, umekata leseni, wakasema tafuta location, ukatafuta location, wakasema pengine lazima ufanye advertisement, ukalipia zile hadi 8 mtandaoni ukalipia. Lakini kama Mungu wa dunia hii atapofusha, Bwana Yesu asifiwe, utajikuta bidhaa ni ile ile ambayo wenzako wanauza, utajikuta marketing strategy ni ile ile ambayo wenzako unaitumia wewe na wenzako wanafanya nini? Wanaitumia. Bidhaa ni ile ile, tena yamkini expire date yake ni ya mbele sana, lakini wewe hauuzi. Na location umezingatia, iko tamu kabisa, iko wanasema iko machoni, watu wanaitazama. Na Mungu wa dunia hii akiamua pia hata kupofusha, kwa sababu Mungu anasema na ujana wako uheshimiwe na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ujana wetu na heshima na nini? Yaani Mungu wa dunia inaweza kaamua tu akakukosea tu heshima na watu wasione sababu ya kukuheshimu, anawapofusha tu. Na wewe ni binti mzuri, lakini kinachotokea ni nini? Watu wanakutumia tu. Una uwezo mzuri wa kufanya kazi, watu hawana mpango wa kukusaidia, wanakutumia tu. Malipo ambayo wengine wanalipwa 500,000, 800,000, wewe wanakupa asante ya shilingi 50,000. Lakini malipo yale mtu mwingine angelipwa nini? Vizuri. Sasa ile Wakorintho wa pili 4:4 anasema Mungu wa dunia hii anapofusha fikra. Kuna baadhi ya fursa unaanza kuwa uzioni. Kuna vitu ambavyo vinaonekana katika macho ya kawaida, lakini wewe haufanyi nini? Hauvioni. Wakati sahihi wa wewe kuwekeza mahali fulani umefika, ni wakati sahihi wa wewe kuwekeza mahali fulani, lakini hauoni sababu za kuwekeza kwa wakati huo. Kwa hiyo shetani akiamua kupofusha fikra, akiamua kupofusha macho yako ya rohoni yasione, ni ngumu sana kufanikiwa. Ni ngumu sana kuyaona majira ya Mungu. Unaanza kufanya vitu tofauti na majira. Kwa nini? Kwa sababu hauoni vitu ambavyo kwenye ulimwengu wa roho tayari vinaonekana. Ila Mungu wa dunia hii anachokifanya, anakutia upofu kiasi cha kwamba hauoni. Mungu anasema yeye anaweza kurejesha miaka iliyopotea, si ndio? Kwa nini haukunufaika kipindi kile ambacho ulikuwa umeahidiwa unufaike? Mpaka yanaanza mambo ya urejesho. Kwa nini? Yaani ule mshahara ambao ilibidi uongezewe miaka 10 iliyopita unakuja kuongezewa leo. Kwa nini? Hapa katika tulishije? Bwana Yesu asifiwe. Ile biashara ambayo ilibidi uanze miaka 10 iliyopita, leo hii ndio unapata msukumo wa kuianza. Ndio utafanikiwa kuianza, lakini unaizaa hiyo biashara nje ya tumbo la uzazi. Kuna vitu tayari hapa nyuma vimefanya nini? Vimekupita. Na nini kimetokea? Kilichotokea ni kwamba ulipofushwa, hukuona muda sahihi wa kwanza kufanya hicho kitu ambacho unatakiwa kukifanya. Kwenye biashara yako Mungu akiwa kipaumbele, shetani hawezi kukaa. Atajaribu kukujaribu, lakini itategemeana na wewe umesimama kwa nguvu kiasi gani kushindana na majaribu ambayo yanakujaribu, lakini jua ya kwamba utashinda. Ndio Paulo anasema furahini mnapoingia kwenye nini? Majaribu. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa unamshinda shetani, yaani Mungu anafurahi. Ushaona mpira ni like yes, unaelewa? Mungu anaenjoy kuona umeshinda. Kwa hiyo usikae ukilia kwenye biashara yako hapo kwamba wenzako wanauza wewe hauzi. Itia ufalme wa Mungu kwenye hiyo business. Tia ufalme wa Mungu kwenye hiyo business. Kwa sababu ufalme wa Mungu ukija kwenye hiyo business, shetani hawezi kukaa hapo. Wewe ushaona wapi chumba chenye giza ukiwasha taa giza inaendelea kuexist? Ushaona wapi? Yaani giza lipo, umeamua kuwasha taa, giza likaendelea kuwepo. Hao TANESCO sasa wajiuzuru. Hao TANESCO wajiuzuru. Yaani chumba kina giza, umeme upo, nimewasha taa, bado giza li exist. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu ni nuru, ukimweka kwenye biashara yako ataangaza. Bwana Yesu asifiwe. Ukimweka kwenye ndoa yako ataangaza. Ukimweka kwenye uzao wako ataangaza. Na ndio maana kwenye hii ibada tunaita ufalme wako uje, kwa sababu tunamhitaji Mungu zaidi. Tumeshategemea wanadamu, imetosha. Bwana Yesu asifiwe. Tulishategemea wanadamu, inatosha. This time tumtegemee Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote na hata hao wanadamu. Sasa sisemi uwadharau watu, hapana. Kwa sababu Mungu ili akubariki anatumia watu. Ila ninachokisisitiza ni kwamba usitegemee. Siku zote nasemaga hakuna siku ambayo unaweza ukaamka asubuhi ukakuta kuna milioni 20 mezani mwako. Yaani pale sebeni kwako ukakuta kuna milioni ngapi? 20. No, ila Mungu anachokifanya atatengeneza mazingira ya deal la milioni 10 lipatikane. Unapiga tu simu, kuna kitu fulani unacho nahitaji pisi 100. Hapo ushuhuda, kuna siku nilikuwa nimekaa sijielewi, niko vijana wanasema uko broke. Bwana Yesu asifiwe. Nimekaa sijielewi, kuna dada mmoja alinipigia simu kwenye kampuni fulani naifahamu, siwezi kuitaja. Akaniambia, "Mtumishi wa Mungu, nataka industrial mask pisi 100."
industrial mask pisi 100, na zile nakumbuka zinauzwa 100,000, lakini quotation yangu ilikuwa ni ya 1,100,000. Yaani muda ambao sikutegemea unapata milioni 5 faida ambayo haieleweki imetoka. Ndicho Mungu anachofanya. Wewe unahitaji fedha, si ndio? Unahitaji fedha. Mungu atakachokifanya atatengeneza mazingira mazuri ya kila ambacho unakifanya. Fedha sehemu zingine naongozaga maombi nasema mwambie Mungu awapigie simu wateja wako. Awaoroketi sehemu ambako biashara yako ili. Anakaa kama naongozaga maombi ya kijinga, ni Mungu awapigie simu wateja, anawapigiaje yani? Anachokifanya yeye ni kuwakumbusha wateja wako kwamba huyu mtu hujamuungisha muda mrefu. Nenda kamuungishe sasa tena. Ndicho Mungu anachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kwenye ofisi ya huyu mtu hujaitembelea muda mrefu, nenda kaitembelee tena. Lakini hayo yote tu yatatokea kama ushirikiano mzuri na Mungu.